Hello, good morning. Jamani za asubuhi. Tunaendelea na simulizi yetu ambayo kichwa chake cha habari kilikuwa rafiki ambaye sikuwahi kuwa naye. Tunaendelea ukurasa wa 3 mpaka ukurasa wa 4 leo. Msisahau kusubscribe, kufollow page by page. Simulizi hii inaendelea, ni simulizi ya kusikitisha, simulizi ambayo inatufundisha maisha yapoje, na simulizi ambayo inatufundisha kuwa uvumilivu, inatufundisha kuwa kila kitu kinawezekana katika haya maisha. Naendelea ukurasa wa 3. Amaya alikumbuka kuwa sauti ya mama yake ikimtaka kuwa na subira, lakini wakati huo alihisi upweke mkubwa. Dadi alikuwa kimya, macho yake yakiangaza huzuni ambayo hakuweza kueleza. Ray Cute alikamata mkono wake kidogo. Kimya chao kilikuwa kama faraja isiyo na maneno. Hapo Amaya alijua kitu. Hawezi kupona peke yake, lakini pia hawezi kushindwa peke yake. Kwa mara ya kwanza usiku huo, moyo wake ulianza kupumua polepole kama mto unaoelekea bahari. Ukurasa wa 4. Ukurasa wa 4 unasema, Mary alikuja akitabasamu kidogo, akaleta glasi ya chai ya moto. Hii itakusaidia kupumzika, alisema. Amaya alichukua glasi hiyo kwa mikono yake miwili, akihisi joto la chai likipenya hadi kwenye moyo wake. Marieta aliketi kando yao, macho yake yakimulika kwa uangalifu. Hakusema kitu, lakini uwepo wake ulikuwa kama wingu laini lililofunika huzuni. Ray Cute alibonyeza kidogo bega la Amaya. Sio lazima uchunguze kila kitu peke yako, alisema Amaya. Amaya alijua kuwa katika kimya cha usiku na watu walio karibu anaanza kuona mwanga mdogo wa uponyaji. Hiyo ni ukurasa wa 3 mpaka ukurasa wa 4. Naomba nimalizie ukurasa wa 5. Amaya alikumbuka siku alipojisikia kupotea ndani ya watu wake wenyewe. Familia yake walikuwa karibu, lakini huzuni yake haikueleweka. Kwa nini mtu yeyote hawezi kuona? Alijiuliza kimya, macho yake yakitandaza ndoto ya upweke. Ray Cute aliketi kando yake akitulia, akimwambia kwa kimya, sikia kwa moyo, si kwa macho. Maneno hayo yalifikia Amaya kama mvua nyepesi, yakinyonyesha ardhi kavu ya moyo wake. Mary alitabasamu polepole, akijua kuwa kila mmoja anashughulika na maumivu yake kwa njia yake. Na kwa mara ya kwanza usiku huo, Amaya alihisi kidogo kuwa anaweza kuanza kupona polepole hata kupitia upweke wake mwenyewe. Jamani, usisahau kuendelea kufuatilia simulizi hii. Kumbuka kuna ukurasa wa 1 mpaka ukurasa wa 16. Ni historia ambayo inatufundisha maisha, historia ambayo inatufundisha ni jinsi gani tunaweza kuishi hata kama tuko peke yetu. Hivyo yani, don't forget to subscribe, don't forget to follow Peace Amaya, don't forget pia to share and keep listening. Bye bye.